Huwa tunatumiaga mida ya usiku, yani kuelekea usiku kwenye mida kama ya saa 3, saa 4 ndo boti huwa zinaingia mule, ndo tunaelekea huko kwenda kuvua usiku. Na nielewa bwana. Na kwa nini ni usiku? Yani hata mimi sikuelewa ni kwa nini ni usiku, kwa sababu huyo ndugu yangu walikuwa wakienda nao usiku. Umeelewa? Na nilijaribu kuuliza hilo swali. Kwa nini, mbona kuna watu wengine huwa wanavua mchana na nini? Akaniambia usiku ni kunakuwa na utulivu sana. Hata tunapotega zile nyavu tunakuwa tunapata samaki wengi kulikoni mchana. Na yeye mwenyewe akaniambia kwamba mchana huwa bahari inakuwa na changamoto, lakini usiku bahari inatulia. Kwa hiyo tunakuwa tunapata samaki wengi. Sikuwa na shaka kwa sababu ni ndugu yangu. Basi siku ya kwanza kweli tukaongozana. Baada ya kuingia kwenye boti, kiukweli siku ya kwanza bwana tulivua vizuri. Na muda ambao tunaweza tukatoka kule ni saa 10 kuelekea alfajiri. Ndo tunatoka kule. Tunakuja na samaki katika maeneo ya feri haya, ndo tunawauza. Lakini kabla kwanza ya kuwauza, huwa kuna kiongozi ambaye anatukabidhi zile boti. Kwa maana yani sisi tulikuwa kama vile zile boti tuna kodi kama day worker. Umeelewa? Kwa hiyo kuna kiasi cha pesa huwa tunakitoa. La kama sio pesa, basi kuna kiasi cha samaki tunampatia. Umeelewa? Basi shughuli ikawa inafanyika hivyo. Sawa. Nataka kufahamu, kabla hujaingia kwanza, umesema kwamba kuna vitu ambavyo kwa kiofia. Ni vitu gani? Kiukweli kuna vitu ambavyo nilikuwa nikiambiwa kwamba unaweza kukutana na samaki mkubwa, unaweza kukutana na kuna samaki fulani wale ambao juu mtu chini samaki mtu, au wenyewe wanaita samaki nguva. Umeelewa? Na alikadhalika vitu vingine ambavyo yani kama haupo vizuri, kiukweli unaweza kupoteza maisha. Kwanza hivyo vitu mimi nilikuwa naanza kuvisikia. Lakini baada ya kuvua siku ya kwanza, siku ya pili, kiukweli siku ya 3 hatukuweza kupata samaki hata mmoja. Sijui unanielewa ndugu yangu. Hatukuweza kupata samaki hata mmoja. Na siku hiyo tulienda watu 4. Unanielewa? Kuna mwenzetu mmoja akasema leo katika watu tuliokuwepo hapa kuna mtu mmoja ana matatizo. Unaelewa, yule ndugu yangu